Na wakaribisha tena katika chaneli yetu kwa kipindi kingine. Huu ni mkeka ambao niliwaonesha pale, nilisuka kwa ajili ya kutolea mfano wa gift. Unaona? Mfano wa namna gani unatumia gift, unaona? Na nilitolea mfano wa namna ya kuweka pasho ya gift yako na namna gani ya kuweka gift nzima. Hasa kwa upande wangu nilisteki pasho gift, na hela ambayo ilioneshwa nitakiwa kuwini ilikuwa ni 2988.33. Sasa zile gift ukipewa, zile gift ambazo sio za Sport Royal, ukipewa zile gift zake, mfano umepewa shilingi 5000, ukaweka bet labda odi 8, ule shilingi 40, afu ikatokea ukawini. Ukiwini manake watakata shilingi 5000 yao ile ya gift, utabaki na shilingi 35. Unaona? Mfano hata mimi hapa niliweka pasho gift, ilikuwa ukiangalia hapa total stake ilikuwa ni shilingi 1000, free bet gift ilikuwa ni shilingi 1000. Sasa hapa total odds zilikuwa 3.13. Kiasi nilichokuwa natakiwa kushinda ni kama 3000 na hapo. Sasa ukiangalia issue ya makato ya ushuru kama 271.14 ndio ikapungua ikawa 2988.33. Sasa nilipowini ule mkeka wakakata ile 1000 yao ambayo ilikuwa ni gift niliyoiweka pasho. Kwa mfano kama nilielekeza umepewa gift afu na unataka uchanganye gift na hela, labda weke shilingi 200, ukiplace bet hata kama ukiwini wao watakata ile gift tu, auto kata 1200 wala zaidi ya kiasi ambacho utakuwa umekiweka. Ukiangalia na hii ilikuwa ni mkeka ule ambao niliweka kwa ile gift ya ambayo imepita. Ilikuwa kuna game ya kwanza hapa, game detail. Game ya kwanza hapa ilikuwa Bayer Leverkusen na Frankfurt, ilikuwa ni home team over 2.5. Manake hii ashinde wa nyumbani au magoli yao yazidi mawili. Unaona? Kwa hapo ikitokea wa nyumbani akashinda, utakuwa umewini. Kama endapo utakuwa umesema yes, maana ikitokea wa nyumbani akashinda utakuwa umewini. Hata kama akishinda kwa goli moja utakuwa umewini, ila akishinda tu umewini. Ikitokea wa nyumbani akashindwa ila magoli yakazidi mawili, yakaanzia kuanzia magoli 3, 4, jumla ya magoli yao, maana yake utakuwa pia umeshinda beti yako. Unaona? Ila ikitokea option moja kati ya hizi mbili ambazo nimezitaja haijatokea kabisa, utakuwa umelose. Ila ikitokea option moja hapo au zote zimetokea kwa pamoja, kwa mfano kama hapa zimetokea zote kwa pamoja,
maana yake nilisema kwamba home team to win all over 0.5, maana yake timu ya nyumbani ishinde au jumla ya magoli yao nyumbani na ugenini yawe kuanzia magoli 3 kwenda juu. Na ikatokea timu ya nyumbani akashinda kwa magoli 3, ugenini akawa na 1, ukijumlisha na kwa magoli 4. Kwa hiyo ni amezidi. Sasa kuna hii namba 2 ilikuwa ni Benfica Santa Clara, ilikuwa ni game ya pili hiyo kwenye bet. Sasa hii ilikuwa ni bet builder, ilikuwa ni bet builder ambayo ilikuwa ina odd 1.58, na kama jinsi unavyokumbuka kuna kipindi niliongea bet builder inakuwaje, kwamba endapo kama utakosea option hata moja kwenye bet builder utakuwa umekosa beti yako nzima. Maanake kama hapa nikikosea option hata moja, maanake bet builder nzima itakuwa imepoteza. Umeona? Sasa hii bet builder ilikuwa nimeweka option 4, nimeweka option 4. Maana option ya kwanza ilikuwa ni over 0.5 ambaye ni Benfica home awe na over 0.5, maana yake afunge goli kuanzia 1 na kuendelea. Unaona? Option hiyo ikatiki. Option ya pili ilikuwa kwamba ni kipindi cha pili wawe under 2.5, maana yake kipindi cha pili wasifikishe jumla magoli yao wasifikishe magoli 3 na zaidi. Umeona? Kwa kufikisha magoli 3 umepoteza. Na kweli kipindi cha pili hawakufikisha magoli 3 kipindi cha pili tu. Maana kama ni mechi imeanza, tuseme kipindi cha kwanza wamefungana magoli mengi, afu kipindi cha pili hawajafungana, maana yake magoli ya kipindi cha kwanza hatuhesabu, ila magoli ya kipindi cha pili ndio tunahesabu. Kuna hii option namba 3 niliweka away team to score in both half. Mimi nikakataa, nikasema no, kwamba timu ya ugenini kufunga katika vipindi vyote, nikasema no, na kweli ikakubali katiki. Unaona? Na option ya 4 ilikuwa away team to win either half, yani timu ya ugenini kushinda kipindi chochote. Yani ikishinda kipindi, hata ikiongoza kwa magoli hata kipindi cha kwanza, yani ikiongoza magoli hata kipindi cha kwanza, mimi nimepoteza. Lakini timu ya ugenini haikuonekana kushinda kwa kipindi chochote. Unaona? Maana kama haya magoli yalitokea ni kipindi cha kwanza, maana kipindi cha kwanza ilikuwa ni draw 1-1. Lakini kama ingetokea Benfica akafunga kipindi cha kwanza afu huyu Santa Clara akafunga kipindi cha pili, maana yake mimi ningepoteza. Maana yake away team to win either half, sema no, maana yake vipindi vyote atakuwa aongozwe na timu ya ugenini. Haya, kuna hili namba 3 hapa, ilikuwa ni game kati ya West Ham na Tottenham. Hapa niliweka soko la away team au GG, maana yake away team ashinde au watoke GG. Nikasema yes, away team kweli akashinda magoli 3 dhidi ya West Ham. Namba 4 hapa ilikuwa ni game kati ya AS Roma na Sporting CP. Unaona? Nikatumia yale masoko ya multi goals. Maana yake multi goals nikaweka range ya magoli kuanzia goli 1 mpaka magoli 6.
Lengi ya magoli yao yaanzie goli 1 mpaka magoli 6, na kweli jumla ya magoli yao ukiangalia ni magoli 3. Imo ndani ya range kati ya magoli 1 na magoli 6. Unaona? Na hii namba 5 ilikuwa ni Frankfurt. Hii ni ya wanawake na Real Madrid ya wanawake. Hii game ilikuwa ya wanawake. Hii nilisema kwamba away timu ishinde au watoke over 2.5. Na timu za wanawake mara nyingi wana tabia kufungana magoli mengi sana. Magoli mengi timu za England tabia kufungana magoli mengi sana. La Liga za wanawake pia, Bundesliga, unaona? Oh, nikasema yes, kweli away timu alishinda na magoli yakawa over. Kwa hiyo hapo ingetokea option moja hapo kati ya hizo, maana yake ningeshinda. Hapa zimetokea zote pia ningeshinda, lakini isingetokea hata moja hapo, maana yake ingekuwa nime lost. Asanteni sana kwa kunisikiliza.